hapa nitaweka CCTV cameras kila mahali hapa kutoka sasa kwenda mbele. Nikiwa kwa ofisi nataka kuwa nikiona. Yes, ndio nimesema ndugu zangu ya kwamba sawa. Ndio nimesema hivi jameni, wananchi, kwamba hapa kutoka wiki ijao tunalete hizo vifaa vyote vya kupiga picha. Nitaleta madawa hapa hii wiki ijao. Zikiingia mimi nitajileta binafsi tuone mahali zimewekwa. Kabla hizo madawa hazijaanza kutolewa, wataweka mitandao ya kisasa ya kuonesha dawa zile ziko hapa ni dawa kiasi fulani. Ikitoka inaoneshana ni nani amechukua na imeenda wapi. Ikipungua inajulikana ni nani alichukua. Na ndio nikaongeza kwa mahali ya huduma ambapo mwananchi anakuja, nitaweka CCTV kamera. Nikiwa kule tunaona ya kwamba hii ndio ile huduma inaendelea hapa. Mahali kwa hizo store tutakuwa tunaweka CCTV kamera, tunaona zile vitu zilikuja jana ndio hizo ziko hapo, ikitolewa tunaona inatolewa. Na ndio nimesema ya kwamba hatukuwa tumeimulika hii hospitali vizuri. Hii hospitali tutaimulika sasa kabisa kwa uwazi. Ndio tuhakikisha kwamba ile huduma iko hapa, iko huduma sawa sawa. Na kwa hivyo najua saa zingine hao madaktari wanakuwa wamekazwa. Watu ni wengi hapa wenye wanakuja huduma, na sisi hakuna mtu mwenye atafukuzwa ama kuambiwa asikuje huduma hapa kwenye hii hospitali. Hii ni hospitali ya Wakenya hata kama iko Kiambu. Na sisi tunapakana na county zingine nyingi, tunapakana na upande wa Machakos, tuko na upande wa Murang'a pande hii. Majirani wetu wenye wako karibu wanakuja hospitali hapa. Wakifika hapa, sheria ya afya kwetu iko kwenye katiba yetu. Inasema kila Mkenya ako na haki ya huduma ya afya mahali popote alipo. Haina mpaka. Na kwa hivyo tukiwa hapa hatuwezi kusema tuko na mpaka. Ile kitu tu nitaambia viongozi wetu kule kwenye serikali kuu. Na jana niliongea naye Mheshimiwa Rais na nikamwambia mambo ya hospitali ya Roiro. Hii nitamfikishia pia. Nimwambie lazima serikali kuu wakuje hapa wachukue orodha ya wale watu wanatibiwa hapa kila siku, orodha ya mwezi mmoja, miezi mitatu, ndio wajue kwamba hii hospitali inafaa kuangaliwa na kuongezwa pesa na vifaa zaidi ya hospitali zingine. Kwa vile hii hospitali inahudumia watu wengi zaidi. Hayo mimi nitahakikisha kwamba yamefanyika. Kwa hivyo ile kitu tu tutaomba wananchi wetu ni mtulie. Sasa haya mambo yako kwenye kiangazi. Na mnajua ya kwamba mimi nilisema kama governor wa Kiambu ambaye mulipatia kazi kwa heshima ya kwamba mambo yote ya ufisadi ndani ya kaunti ya Kiambu imeisha. Na mtu kuwa anafikiria ya kwamba ataingia mahali kwa kikao chochote na huduma ya umma akiwa yeye anaenda pale kujitajirisha, kufanya ukarabati wake. Na nitachunguza hata hizo picha zinapigwa hapa. Ndio kama picha inapigwa kwa mahali ya mtu amejiwekea binafsi na ni mtu anashikana na hii watu ya hii hospitali, tutapelekana mbio sana. Because najua hiyo ni shida moja imekuwa kwa watu wetu. Unaona ya kwamba mtu anaweka huduma pale na alafu ya hapa inasimamishwa, ndio mtu aende pale apate huduma huko na pesa iwachwe huko. Hiyo kitu tutaangalia. Kwa hivyo nasema jameni, nyinyi mtulie, tutatengeleza. Nasema asanti sana na Mungu awabariki. Asante. Yes. Ndio. Yes. Ndio sasa ndio unaona nimenyamaza na nikasema sitarudi hapo kwa vile hiyo haikunifurahisha. Haiwezi kuingia kwenye hospitali kama hii na unasema tuende tufungue store na ikuwa funguo ya store haipatikani. Na governor ametembea mpaka huko juu mara mbili, tunapanda mpaka ghorofa 4 na bado hamna ufunguo. Yes, hiyo tulienda shuleni, tunajua hesabu. Yes. So hiyo tutakamilisha. Tunajua mahali shida ipo. Asante.